Mathayo, Marko, Luka, Yohana, hata ukimsoma na Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 unakutana na habari hizi za sikukuu ya Pasaka. Na sisi Waadventista wa Sabato tunaita wakati mwingine meza ya Bwana. Lakini mtakubaliana nami ya kwamba si kila mwaliko ulio bora na wakufaa. Si kila sikukuu iliyo njema ya kushiriki. Si kila sikukuu utaalikwa ikawa ni yenye manufaa, ni yenye faida. Sio kila sikukuu kwa nyakati hizi tunazoishi ambayo itakuwa inajenga. Ziko sikukuu nyingi sana na mialiko mingi sana. Binafsi niliyowahi kuikataa, haiendani na mimi. Kwa hiyo si kila sikukuu inafaa, si kila mwaliko waweza kwenda. Kwa mtu mwenye utulivu wa akili, unatafakari hiki nilichoalikwa, hiki ambacho nimepokea mwaliko, hii sikukuu, hii sherehe inaendana na mimi. Lakini asubuhi ya leo na habari njema ya kwamba sikukuu ninayoalika ni njema, tena njema sana. Haleluya! Ni njema tena njema, usikose. Maana ilikuwa ni desturi ya Yesu, ilikuwa ni desturi ya Wayahudi kila mwaka wakati fulani sherehe hizi maarufu sana za kiroho, sherehe kubwa, sikukuu zao zilikuwa zikifanyikia Yerusalemu. Na Yesu alikuwa ni mmoja wa waliohudhuria katika sherehe hizi za makambi, lakini zingine ilikuwa ni sikukuu za Pasaka. Na wakati mwingine akili yangu inaniambia nilipojaribu kuisoma Biblia kana kwamba sio sikukuu zote Yesu alienda Yerusalemu. Na hii ni mojawapo. Anawaambia wanafunzi wake, hii ni special, maana ni mimi peke yangu na nyinyi. Yaani ni Yesu peke yake na wanafunzi. Sijajua kesho kutwa Sabato ijayo itakuwa sikukuu hiyo ya Pasaka itakuwa ni wewe na Mwokozi au ni wewe na nani, sijui. Ila najua mimi ya kwamba mimi nitakuwa nimeketi kwenye meza moja na Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wakamwambia, tukuandalie meza wapi upate kuila Pasaka, sikukuu? Ndipo Yesu akawapa maelekezo, tena akawachagua wawili tu. Akamwambia, nendeni ingieni katika mji. Mkifika hapo kwenye mji mtamwona mwanaume achuku kichwani cha maji. Huyo mfuateni, wala msimwambie chochote, nyinyi mfuateni. Tukisha nyumba atakayoingia, ingieni naye hapo. Halafu muulizeni mwenye nyumba, kiwapi chumba cha wageni? Ukisoma vizuri Biblia kuna neno la mamlaka limetumika. Yesu anasema chumba cha, ili niandaliwe mimi meza ya Bwana, yaani Pasaka, sikukuu nile na wanafunzi wangu. Wale watu walikuwa waaminifu sana, wanamjua Yesu, wanaelewa. Wakaambatana na wakaenda. Walipofika mjini wakamuona mtu mwenye sifa hiyo, wakamfuata nyuma kimya kimya. Hajui kuna watu wanaokula doria nyuma yake, hajui. Akaenda mpaka kwenye nyumba, anafika naingia. Halafu wanauliza mwenye nyumba, wanaambia ndio huyu, wanaambia tumeagizwa na Bwana, kiwapi chumba cha Bwana? Wanaonyeshwa chumba kizuri kikubwa kiko gorofani. Wakaandaa meza pale. Kisha ilipofika jioni, Yesu na wanafunzi wake wakaja wakaingia. Na kama mnavyojua,
Yesu akachukua beseni na maji akawatawadha miguu na kitambaa taulo kiunoni, akawafuta vizuri. Wakala sikukuu ya Pasaka wakamaliza. Lakini kabla ya kumaliza, Yesu anasema ya kwamba wakati wanapomaliza tu, anasema ya kwamba miongoni mwenu mmoja wenu atafanyaje? Atanisaliti. Ndilo fungu kiongozi tumesomewa na mtumishi wa Mungu hapa. Miongoni mwenu mmoja wapo atafanyaje? Atanisaliti. Biblia yangu inaniambia wakahuzunika sana. Hiyo unaweza ukasoma katika Mathayo sura 26 mstari wa 17 kuendelea hapo, utapata kama sio 18 na 19 utaona. Neno la Mungu linasema, Yesu akasema mmoja wenu atanisaliti. Halikuwa ni jambo la kawaida sana. Pengine wengine walijiuliza, katikati yetu sisi, yani kati ya sisi 12 awepo atakaye msaliti Mwokozi Yesu? Pengine wengine waliona haiwezekani, lakini basi wakaishia kuuliza maswali. Je, itakuwa ni mimi? Je, mwalimu ni nani basi? Ni mimi? Ninatamani swali hilo asubuhi ya leo jiulize, tunapoielekea meza ya Bwana Sabato ijayo, ambayo inahitaji maandalizi, ambayo inahitaji kujihoji, ambayo inahitaji kujiuliza, ambayo inahitaji utulivu mzuri wa maandalizi ya hali ya juu ya kina. Kabla ya kufika, ujiulize kwenye hiyo meza, je, ni mimi nitakaye kusaliti Bwana? Ni mimi nitakaye kusaliti Mwokozi wangu? Ni mimi nitakaye kusaliti Bwana wangu na Mwokozi wangu? Je, ni mimi? Hilo ndio swali ambalo natamani ujiulize katika asubuhi ya leo. Wanafunzi wakawa wanajiuliza, je, ni mimi? Yesu alitoa majibu, lakini yale majibu aliyoyatoa yalikuwa yana hali fulani ya fumbo. Yalikuwa yana fumbo ndani yake. Yule ambaye tatowelea kwenye bakuli pamoja, huyo ndiye atakayefanya nini? Atakaye nisaliti. Asubuhi ya leo napenda kukemea dhambi ya usaliti katika jina la Yesu. Dhambi ya usaliti ni mbaya sana, ilisababisha Yuda akafa. Na wengi wetu leo hatupendi kuita watoto wetu majina ya Yuda, tukiogopa kwamba linaweza likaambukiza na tabia. Lakini ukweli ni huu, kuna Yuda wengi ninawaona mbele yako. Wapo Yuda wengi, haijalishi kutokuitwa Yuda sio sababu. Hoja ni tabia. Kama wewe ni msaliti, hata mke wako, mume wako, wewe ni msaliti, wewe ni Yuda wa leo. Kama wewe ni msaliti kwenye kanisa, viongozi wa kanisa wanasema tuelekee kushoto, wewe unaenda kulia, wewe ni msaliti. Kama wewe ni msaliti kwenye jamii, kwa familia pale nyumbani, watoto wanahitaji mahitaji haya, Mungu amekujalia una kipato lakini pesa zinaenda kwingine, wewe ni msaliti. Asubuhi ya leo niombi lako nitakuelewa, ni haja ya moyo kama sehemu ya viongozi ndani ya kanisa ambaye ninatamani kuungana na Yesu siku moja, kusema ya kwamba hawa wetu wasipotee hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hawa tuliokuwa pamoja nao katika kanisa la Mahajia asipotee hata moja, lakini wote waokolewe, wote wakutane na Yesu hatimaye. Lakini sikiliza sehemu ya mwisho ya hotuba yako ndogo sana, na hivyo sikiliza kwa makini. Wakati Yesu anapomaliza
sikukuu hii ya Pasaka na wanafunzi. Sikukuu anapomaliza anawaambia wanafunzi, sitokunywa tena mzao wa mzabibu hapa, bali nitakunywa mpya katika ufalme wa nani? Wa Mungu, katika ufalme wa Baba yangu. Ninarudia tena, Yesu anapomaliza sikukuu ya Pasaka na wanafunzi pale gorofani kwenye chumba, anawaambia wanafunzi wake, na yumkini hawakujua ya kwamba damu walioinywa ndio inayoenda kumwagika dakika chache zijazo, masaa machache yajayo. Hawakufahamu wala hawakuelewa ya kwamba mwili huu unaozungumza nao ndio mwili utakwenda kusulubiwa baada ya dakika chache zijazo. Hawakuelewa, lakini wanapofika mwisho, Yesu anawaambia ya kwamba sitokunywa tena uzao wa mzabibu. Yaani kwa hapa duniani hii sikukuu ya leo ndio mwisho. Yaani hapa ndio tunaagana bye-bye. Sitakunywa tena. Kama ipo itakayoendelea mtakuwepo wenyewe, maana amesema ya kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ipo ndio hii inaendelea hadi leo, lakini sitakunywa tena. Nilipoanza hotuba yangu niliwaalika katika sikukuu ya Pasaka Sabato ijayo, na ninawaalika tena kwa bashasha nzuri kabisa kusudia kuwepo. Lakini ninamaliza kwa maneno haya, ninawaalika katika sikukuu nyingine ya Pasaka kule mbinguni, ambapo Yesu mwenyewe ndiye atakayekuwa akituhudumia kama alivyohudumu pale kwenye chumba gorofani, akawatawadha wanafunzi miguu, akawafuta kwa kitambaa. Ndivyo ambavyo anasema hata kunywa tena hapa, ila anasema ya kwamba ninawaalika kwa niaba ya Yesu katika ile mpya itakayonywewa kule mbinguni. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nayo si ya kukosa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo nayo sio ya nini? Sio ya kukosa. Msema huyu, hiyo sio ya kukosa rafiki yangu. Yaani hiyo sio ya kukosa. Pale mbinguni, kwenye vile viti pale mbinguni, kwenye zile meza pale mbinguni, kwenye zile barabara pale mbinguni, maana zina majina mbalimbali. Hiyo nayo sio ya kukosa. Ninawaalika ya kesho kutwa, lakini jiandae kwa ya mbinguni. Bwana abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen.